kizazi ndio mbaya sana. Hii laana ni mabaya. Watu wanaposikia jina laana, Kiingereza inasema curse is a misfortunes. Ni mambo mabaya. Mambo mabaya yanayopata mtu katika maisha. Hakuna mambo mabaya upata mtu pasipokuwa na sababu. Si ni kweli? Bila sababu, lazima kuwe kuna sababu fulani. Na ndipo Mungu akasema kitabu cha Kutoka, msomaji, Kutoka 34, nipa yake ni ya 6. Naomba msikize haya maneno ya Mwenyezi Mungu. Na ni maneno mazuri sana, tena na uzito mwingi sana. Nimesema kitabu gani ndugu zangu? Tulisema ukikuja katika mahali Pastor Wambua anahubiri, huo kuna Biblia, kalamu na karatasi. Wangapi tuko pamoja jamani? Usiniangalie jamani, nataka uwe na mahali unaweza andika ili ukifika nyumbani sema alianza hii, akaenda hii, akaniambia hii, ili uweze kubarikiwa. Nimesema kitabu gani? Kutoka 34 yake ni ya 6 na 7. Twende. Inasema Bwana. Inasema Bwana akapita mbele yake, akatangaza. Bwana akatangaza. Bwana. Mungu mwingi wa huruma. Mungu ni Mungu mwenye huruma, mwenye fadhili. Tena mwenye fadhili. Si mwepesi wa hasira. Tena Mungu si mwepesi wa hasira. Mwingi wa rehema na kweli. Teremka. Mwenye kuonea huruma watu elfu. Mwenye kuonea huruma watu elfu na elfu. Mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi. Mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi. Wala si mwenye kumhesabia mtu muovu kuwa hana hatia kamwe. Teremka. Mwenye kuwapatiliza watoto uovu baba zao. Naomba usikize hapo. Hapo ndipo kuna point katika huu mkutano. Rudia tena. Mwenye kuwapatiliza watoto uovu wa baba zao. Mungu anawalipishia watoto maovu ya baba zao. Twende. Na wana wa wana wao pia. Na wana wa wana wao pia. Hata kizazi cha 3 na cha 4. Hata kizazi cha ngapi? Cha 3 na cha ngapi? Cha 4. Komea pale. Mungu anasema Mungu ni mwenye huruma, tena mwenye fadhila. Mungu anatupenda sana. Lakini inaweza fika mahali afikishie wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4. Hiyo ndio inaitwa generational curse. Laana ya kizazi. Watoto wanapokea laana ama wanapokea mabaya. Nimesema jina laana ni mabaya, misfortunes. Wanapokea mabaya si yao, wanaletewa ya baba, kizazi cha 2, cha 3 na cha 4. Wangapi tuko pamoja mpaka pale? Ile nataka isikike vizuri. Naweza kukupatia mfano. Msomaji? Mwalimu. Kitabu cha Maombolezi ya Yeremia. Nipatie 5, aya yake ni ya 7. Sikizeni, ili ya maana sana. Yaani Mungu anaweza fikishia watoto mabaya ambao ni ya baba zao, kizazi cha 2, cha 3 na cha 4. Waliotenda mabaya. Sikiza msomaji, twende. Inasema baba zetu walitenda dhambi hata hawako. Nani alitenda dhambi? Baba zetu. Baba zetu walitenda dhambi tena hawapo. Na sisi watoto tumeyachukua maovu yao. Hebu niulize swali. Nani alitenda dhambi? Baba. Hebu niulize hii tegi. Nani alitenda dhambi? Soma tena. Maombolezi ya Yeremia 5:7. Twende. Inasema baba zetu walitenda dhambi hata hawako. Baba zetu walitenda dhambi na wakakufa. Na sisi tumeyachukua maovu yao. Na sisi. Nani anachukua maovu? Sisi. Aliyetenda dhambi ni nani? Baba. Nani anachukua maovu? Nenda kitabu cha Ezekieli 18 nipa ya 2. Wacha kwanza niongezee uzito, kwa maana ni vizuri uelezee mtu mpaka ashike. Aliyetenda dhambi ni baba zetu katenda dhambi na wakafa, lakini anayechukua mabaya yao ni sisi. Sikiza hii mithali, hii ni Proverbs, kitabu cha Ezekieli 18 mstari wa 2. Twende. Je, maana yake ni nini hata nikatumia mithali hii? Maana yake ni nini hata mnatumia mithali katika Israeli? Twende. Nikisema hii mithali mnasema baba wamekula zabibu mbichi. Baba zetu walikula zabibu ambazo sijaiva. Na watoto wakatiwa ganzi la meno. Watoto wakaharibika meno. Naomba mnisikize. Nani walikula zabibu? Baba zao. Nani walikula zabibu baya? Baba. Nani anaharibika meno? Watoto. Wangapi tuko pamoja mpaka hapo? Unajua Biblia ni kitabu kizuri. Hapana. Nataka nipatiwe watu 4. Patiwe baba moja mzee, nipatiwe mwingine anaweza mfuata, vizazi 4. Wakuja hapa mbele watu 4.
Watu waini ili tufundishe. Yesu alihubiri watu waini wakuje. Na ukimbia kwa haraka kitabu cha Yoeli 1:3. Naomba tujifundishe practical. Mzee mmoja akuje, mzee ambaye ako na miaka 70 hivi, alafu tupate mwingine ako na miaka 40, tupate mwingine ako na miaka 20, alafu tupate mtu ako na miaka 10. Nimeweka standard. Kuanzia 70. Kuna mtu amefikisha miaka ya Mungu, anakalia deposit. Si Mungu anasema yetu ni 70. Hapo kwa nguvu unakalia deposit. Wakuja hapa kwa kivuli. Pastor anaweza ubiri pale. Nataka nifundishe hii kitu pole pole. Kwa sababu leo tutaangalia how to break generational curse. But there is no way you can break it. Okay, thank you. Sawa, wewe pumzika, pumzika mzazi. Pumzika baba, uruka tu. Acha tuchukue mmoja. Kucha. Asante. Umefikisha hiyo 70. Okay, na wewe? Simama hapa. Haya, tukuje mwingine anaweza kuita huyu baba. Simama hapa, simameni hapa. Simameni kwa kivuli, sitaki mwero. Wewe. Unaweza ita huyu baba. Sawa. Haya, tunatoe katoto kale unaweza zaa, kako wapi? Kijana mmoja wewe kale unaweza zaa wewe. Tuitie mtoto wako, tumejua umekuwa kwa siku nyingi. Tuitie mmoja tu. Mtoto wa kiroho, nasema wa kiroho. Mbona mbona uko na wasiwasi? Kwani unajishuku? Unajua ni kijana wangu sana. Nilihubiri kwao Mwea akiwa kijana mdogo sana, hakuwa ameoa. Sasa ni mume wa mke mmoja. Wangapi tuko pamoja jamani? Kijana nampenda sana. Basi tumesikia Mungu analipisha mabaya kutoka kizazi cha kwanza. Waliotenda dhambi ni hawa, si ni kweli? Nani aliyetenda dhambi? Hiki. Anayeharibika ni nani? Sasa sikizeni. Yoeli 1:3. Twende. Inasema, naomba msikize fungu. Chapter 1:3. Twende. Waarifuni watoto wenu habari yake. Nakwambia ukitaka kuoa nenda pole pole. Ukitaka kuoa wanawake wapendi haraka. Pole pole tu utafika, utajua. Haya, Yoeli 1 nataka unisomee systematic reading. Twende. Inasema, waarifuni watoto wenu. Wewe baba, ambia watoto wenu, ambia mtoto wako. Tuko pamoja? Habari yake. Watoto wenu, na huyu mtoto wako wakawaambie watoto wao. Ambia mtoto wake, na watoto wao, na huyu mtoto naye wakakiambia kizazi kingine. Akaambie hiki kizazi. Wangapi tuko pamoja mpaka hapo? Tumepata hili, si ni kweli? Tumeambia huyu ambie huyu ambie nani? Huyu, na huyu ambie nani? Huyu. Amwambie nini? Twende. Inasema yaliyosazwa na tunutu. Huyu alipata mabaya ya tunutu. Kiingereza ni kali sana. Kilichokuliwa na pangoma. Yaani mabaya iliyompata ya tunutu ni wadudu wa kuharibika. Twende. Yameliwa na nzige. Kile ambacho kilibakishwa kimekuliwa na locust. Huyu alipatwa na mabaya ya nzige. Twende. Na yaliyozazwa na nzige, kilichobakishwa na locust, yameliwa na parare. Kimekuliwa na parare, kantawoma. Kiingereza inatumika. Twende. Na yaliyozazwa na parare, na kilichobakishwa cha parare, yameliwa na madumadu. Wewe soma Kiswahili vizuri. Madumadu ni madumadu. Ndio, yani kimekuliwa na madumadu. Wangapi tuko pamoja jamani? Biblia ni kitabu cha ajabu sana. Hapa tunaona pangoma. Mzee akateseka na maisha, lakini kilichobaki akapata hapa kankoma, akateseka. Kilichobaki akaachia huyu naye locust, akateseka. Huyu kilichobaki akaachia katapila. Lahana ikaanza hapa, ikakuja hapa, mwenye kumalizia ni kizazi cha 4. Mungu akasema, nami nalipisha mabaya. Hebu mkiwa hapo mmesimama hapo, niende kitabu cha Genesis chapter number 9, nipa yake ya 20. Wacha nipeane case study. Hii eleweke vizuri. Huyu akapata shida, akaridhia huyu mabaya. Huyu akafuatisha huyu akafuatisha huyu. Sasa huyu mtoto je anateseka, ako Nairobi, kazi hakuna. Ako Katunga, biashara hakuna. Kuolewa olewi. Ana shida akigojeka, ana shida akiteseka. Shida si yeye. Shida ilianza wapi? Wangapi tuko pamoja jamani? Shida ilianza huku. Katika hii dunia unaweza teseka. Na nasema wewe unajua mimi ni Mkristo, nitakupa mifano ya Biblia utashangaa.
Na hii maneno unaweza ipata kitabu kinaitwa Education by Ellen G. White, chapter inaitwa Bible Bibliography, ukurasa wa 109 kuteremka. Nabii aliandika vitu nyingi sana ambazo sisi tumeshindwa kusoma kwa maana sisi wengi wetu ni wavivu wa kusoma na kuangalia. Sikiza kitabu cha Genesis chapter number 9 verse 20. Twende. Inasema Nuhu akaanza kuwa mkulima. Huyu Noa, Biblia inapeana kisa cha Noa. Nashukuru sana kijana mdogo ametupa kisa cha Noa. Noa kutoka katika safina alipotoka safina alianza kuwa mkulima. Noa akaanza kuwa mkulima, akapanda mizabibu, akanywa divai, akalewa, akawa uchi katika hema yake. Huyu Noa akawa uchi. Naomba msikize vizuri, twende. Inasema Hamu baba ya Kanani, huyu naye mtoto wake wa Noa, huyu anaitwa nani? Anaitwa nani? Ham, mtoto wake Noa. Na ndiye huyu ana mtoto anaitwa Kanani. Huyu ni Noa. Ham akona mtoto anaitwa nani? Wangapi tuko pamoja paka hapo Nani amekunywa pombe? Noa. Nani ametoa nguo akabaki uchi? Noa. Endelea tuende. Inasema akaona uchi wa baba yake. Huyu Ham akaona uchi wa baba yake, akawaeleza ndugu zake wawili waliokuwa nje. Akaenda kuelezea ndugu zake. Kwa hivyo aliyoona uchi wa baba yake ni Ham. Wangapi tuko paka hapo sasa? Nenda 25 twende. Hapo ni Genesis 9 twende 25 twende. Inasema akasema na alaaniwe Kanani. Soma kwa utaratibu. Akasema huyu Noa akasema na alaaniwe Kanani. Nani analaaniwa? Nani analaaniwa? Nani aliona babake akiwa uchi? Nani analaaniwa? Niwaulize swali mnijibu. Kwa nini Kanaani analaaniwa? Wewe. Unajua tunasoma Biblia with microscopic eyes. Si ni kweli? Ndio. Rudia tena. Rudia hapo 9:25 Genesis twende. Akasema Noa akasema anzia 24 ili watu washike mada. Nuhu akalevuka katika ulevu wake. Huyu Noa urefu kaisha. Akajua mwana wake mdogo alivyomtendea. Akajua alimuona akiwa uchi. Akasema huyu Noa akasema na alaaniwe Kanani. Alaaniwe Kanani. Atakuwa mtumwa kabisa kwa ndugu zake. Nataka mnisaidie. Aliyekosea ni nani? Ni Ham. Nani analaaniwa? Kanani. Kwa nini Kanani analaaniwa na hakuwepo? Ndio mketi chini. Hata nikimaliza sermon hapo tunaenda nyumbani. Unashinda hapo ukisema maisha yamekuwa magumu, maisha yamekuwa mabaya, sijui. Jiulize, Biblia inafundisha nini? Katika hii dunia unaweza pitia mengi makubwa, mabaya na mazito kupitia lahana ya kizazi. Na laana ya kizazi ni baya. Msomaji, mwalimu, nipatie 28. Kitabu hiki ni cha Kumbukumbu ya Torati. Nenda pale kwa haraka, changamka pale kwa haraka sana. Laana ya kizazi ni mbaya sana. 28 nipa yake ni ngapi? Nipa yake ni 29. 28 mpaka 30 twende. Inasema utakwenda kwa kupapasa mchana. Nataka urudie tena. Utakwenda kwa kupapasa mchana. Laana ya kizazi inakufanya uende ukipapasa mchana. Kama apapasavyo kipofu gizani. Kama vile kipofu anapapasa kwenye giza. Wala ufanikiwi katika njia zako. Katika maisha yako hauwezi kufanikiwa. Unaanza biashara inaisha. Unaanza hili ndoa inaisha. Unaolewa unaachwa. Yani hakuna kitu na succeed. Canaan alipata shida au succeed. Na si alikosea. Babake alitenda mabaya, kijana anapata shida. Biblia inasema maneno magumu sana. Huwezi kusucceed. Twende. Inasema nawe siku zote utaonewa. Siku zako za maisha yote utakuwa mtu wa kuonewa na kutekwa nyara. Wala hapata kuwa na mtu wa kukuokoa. Yani hiyo laana ikikupata, yani hao mabaya yakikupata ya kifamilia, ya kizazi, inakutatiza na una mtu.
Tunaona mtu alikuwa na vitu zinaisha, mtu alikuwa anateseka, haya mabaya inampata, hata doa. Soma mstari wa 30, twende. Utaposa mke, utaoa mwanamke. Tuone umefunga ndoa vizuri. Na mume mwingine atalala naye. Utakuta hata nyumba yako ina furaha. Mke wako anatembea na mtu mwingine. Kama ni Mkristo, ama bwanako anatembea na mtu mwingine. Unashinda ukisema ni nini sifanyi? Ni nini sifanyi katika? Kumbe si kawaida. Wangapi mnanyelewa mpaka hapo jamani? Si kawaida. Si kawaida hata kidogo. Msomaji. Mwalimu, nenda kitabu cha Zakaria 5, nipa yake ya pili. Yaani hii laana uingia katika nyumba na kupepeta nyumba na kuharibu nyumba, na imetingiza nyumba za Wakristo. Wakristo wanashinda kusema, pastor niombe, pastor maisha yangu. Jamani, soma Biblia ujue generational curse it's real. Mimi najua iko real kwa maana it is in the Bible na imetajwa katika spirit of prophecy. Yaani ndio maana nina imani ya kwamba ni mambo upata watu wa Mungu na wanateseka. Sikiza kitabu cha Zakaria 5 mstari wa 2, twende. Akaniuliza, Mungu akamuuliza Zakaria, unaona nini? Wewe Zakaria, unaona nini? Nikajibu, Zakaria akasema, nakajibu, naona gombo la chuo lilukalo. Nikaona gombo la chuo linaloruka, na urefu wake ni dhiraa 20, na urefu wake ni dhiraa 20, na upana wake ni dhiraa 10. Teremka. Ndipo akaniambia, ndipo Mungu akamwambia Zakaria, hii ndio laana itokayo kwenda juu ya uso wa nchi yote. hii ndio laana inaotembea na kwenda katika uso wote wa nchi. Twende. Maana kwa hiyo kila aibaye, kwa maana katika hii laana anayeiba atatolewa kama alivyo upande mmoja. Teremka. Na kwa hiyo kila apaye atatolewa kama alivyo upande wa pili. Naye hapa anatolewa kama upande wa pili. Twende. Nitaituma itokee. Hii laana inatumwa, inatokea, asema Bwana wa majeshi. Mungu anasema teremka. Nayo itaingia katika nyumba ya mwivi, itaingia katika nyumba ya mwivi, na katika nyumba yake yeye apaye kwa uongo kwa jina langu. Teremka. Nayo itakaa katika nyumba yake, itakaa katikati ya nyumba yake, na kuiteketeza, na kuteketeza nyumba yako pamoja na boriti zake na mawe yake. Yaani sikiza jamani, unaweza kaa katika hii kanisa usema kwani nilirogwa? Si kurogwa. Wacha kuekelea wachawi vitu hakuna. Unajua nyumba yangu tulirogwa, generational curse ni mbaya. Kuna mtu anaweza niambia, lakini pastor mimi ni mshiriki, mimi ni msabato, hizo vitu haziwezi nipata, damu ya Yesu inanitosha. Damu ya Yesu inakutosha. Hata nikupatie mifano ya wasabato waliokuliwa na laana ya kizazi. Tuanzie na watu wa imani, Abraham, Isaac na Jacob. Nikupatie mifano katika Biblia. Abraham babake aliitwa Tera. Tera hakuwa Mkristo, alikuwa mtu mbaya sana, aliabudu miungu. Msomaji. Mwalimu, nipatie kitabu cha Yoshua 24, nipe haya ya pili. Sikiza Biblia kwanza, anzia haya ya kwanza. Naomba usikize hapa ili nikupatie historia, utaipata mahali pengine. Ili uone hata unaweza kuwa Mkristo but mambo inaweza kupata. Nimesema kitabu gani? Yoshua 24 yake ya kwanza. Inasemaje msomaji? Yoshua akawakusanya kabila zote za Israeli. Yoshua akawakusanya. Soma mstari wa pili ili tuokoe muda. Yoshua akawaambia watu wote. Yoshua akaambia watu wote, Bwana Mungu wa Israeli anasema hivi. Bwana Mungu wa Israeli anasema, baba zenu hapo zamani. Sikizeni. Baba zenu hapo zamani walikaa ng'ambo ya mto. Walikaa upande wa ule mto. Maana Tera. Ati nani? Tera. Nani? Tera. Tera. Baba yake Ibrahimu. Tera baba yake Ibrahimu. Naye ni baba yake Nahori. Tena alikuwa baba yake Nahor. Wakaitumikia miungu mingine. Ati alitumikia nini? Miungu mingine. Tera alikuwa mpagani. Kama mshike vizuri hapa. Alitoka mahali kunaitwa Mesopotamia. Kule alikuwa mpagani, alikuwa mshenzi, alitumikia miungu, alifanya ibada za kishetani, alitumikia vitu vibaya. Baba yake Tera alikuwa mwongo. In fact, Biblia history inasema Tera alikuwa mwongo sana, alikuwa mtu mfidhuli. Na ni kupitia tabia ya Tera Abraham akaathirika na mke wake Sarai. Acha nikupatie udhibitisho. Kienda kitabu cha Mwanzo 12, nipatie aya yake ni ya 10. Tunaanza na Abraham.
Abraham anaadhirika na tabia babake Tera. Nataka usikize vizuri. Nimesema kitabu gani msomaji? Mwanzo 12. Nipa yake ni ya 10 changamka. Basi kulikuwa njaa katika nchi ile. Kulikuwa na njaa katika nchi ile. Abraham akashuka Misri. Abraham akaenda katika Misri. Akae huko kwa muda, maana njaa ilikuwa nzito katika nchi. Akakaa kule kwa muda, kwa maana njaa ilikuwa nzito katika ile nchi. Ikawa alipokuwa karibu kuingia Misri, wakati Abraham alikuwa anakaribia kuingia katika Misri, akamwambia Sarai mkewe, akamwambia Sara mkewe, tazama, najua ya kuwa huu mwanamke mzuri wa uso. Najua ni mwanamke mrembo sana wa uso. Basi itakuwa Wamisri watakapokuona watasema, Wamisri watakapokuona watasema, huyu ni mkewe. Wewe ni mkewe, twende. Kisha wataniua mimi na wewe watakuacha hai. Teremka. Tafadhali useme wewe u ndugu yangu. Danganya. Rudia hapo tena, soma. Tafadhali useme wewe u ndugu yangu. Abraham kwa mara ya kwanza anadanganya. Nani alikuwa mdanganyifu wa kwanza? Nani alikuwa mdanganyifu wa kwanza? Tera alikuwa mbaya. Abraham mtoto wake anafika mahali anaongea uongo, anasema huyu si mke wangu, huyu ni ndugu yangu, ni sister yangu. Uongo. Mama yetu anasema katika Patriarchs and Prophets, though Abraham was a man of faith, lakini alianguka katika mtego wa uongo. Kasangani. Nani wa kwanza kudanganya? Tera. Abraham naye anafanya nini? Unifuate vizuri. Haya, Abraham alizaa mtoto anaitwa Isaka na Ishmaeli. Tumchukue Isaka, msomaji. Mwalimu. Nenda kitabu cha Mwanzo 26, nipa aya 6. Naomba nikufundishe Biblia hatua kwa hatua, kwa maana ndio siku ya mwisho. Utoke hapo ukijua unaweza kuwa leo unapambana na uongo, unapambana na usherati, unapambana na pombe, kumbe si kawaida. Hili ni jambo linakufuata kabisa. Yaani pastor anataka kubatizwa, pastor, lakini haibadiliki. Msomaji, twende. Mwanzo 26:6. Inasemaje? Isaka akakaa katika Gerari. Watu wa mahali hapo wakamuuliza habari za mkewe. Watu wa ule mji wakauliza habari za mke wake. Huyu ni Isaka, twende. Akasema, huyu Isaka akasema, ni ndugu yangu huyu. Isaka anadanganya kama Abraham, anasema huyu ni sister yangu. Nani alikuwa kwanza kudanganya? Nani wa kwanza kudanganya? Tera. Wa pili kudanganya ni nani? Watatu kudanganya ni nani? Isaac. Wangapi mnanielewa mpaka saa hii jamani? Unapata familia ni ya mikora, wote ni waongo. Nazungumzia watu wa kanisa. Kwani Ibrahim ni mpagani? Hapana. Isaka alizaa mtoto anaitwa nani? Yakobo. Alizaa Esau na nani? Na Yakobo, si ni kweli? Ndio. Nenda kitabu cha Mwanzo. Hebu nikupatie hii. Hii ni ya maana sana. Mwanzo hata mimi nifungue katika Biblia kwa maana ni ya kipekee sana. Kama kuna kitu cha maana mimi wanasoma katika Biblia, nenda Yakobo, kitabu cha Mwanzo 27. Nipe 18. 27:18 nasema mpaka 29. Twende. Akaja kwa baba yake akasema. Huyu Yakobo akaja kwa babake akasema, babangu. Akasema, mimi hapa. Huu nani wewe mwanangu? Babake akamuuliza, wewe ni nani? Yakobo akamwambia babaye. Yakobo anadanganya baba yake. Mimi ni Esau. Acha anasema ni nani? Mimi ni Esau. Nani alikuwa kwanza kudanganya? Tera. Wa pili? Abraham. Wa tatu? Isaac. Wa nne? Yakobo. Si ni kizazi cha uongo? Wangapi tuko pamoja gabani? Kumbe inaweza kuwa hivi. Hapa nazungumzia Wakristo. Mabaya na kufuata, unakuwa kizazi chenu ni cha uongo, kizazi chenu ni cha pombe, kizazi chenu ni cha wizi, kizazi chenu msichana akiolewa anaachwa, kizazi chenu ukioa ndoa inaharibika, kizazi chenu ukianzisha biashara inaisha. Shida ilianza. Watu wanasema pastor, hapana. Hapo tuende katika wake zao. Mke wa Abraham aliitwa nani? Sara. Aliitwa nani? Sara. Nenda Mwanzo 11. Acha nikuelimishe Biblia. Unajua mimi uzuri wangu nitakupatia mifano nyingi sana katika Biblia, alafu tuombe. Nimesema kitabu gani?
Mwanzo 11 mstari wa 30. Twende. aya yake ni ya 30. Inasemaje? Inasema hivi, na Sarai alikuwa tasa. Ati nani? Sarai Alikuwa nini? tasa. Rudia tena. Na Sarai alikuwa tasa. Sarai alikuwa nini? Tasa. Sarai alikuwa nini? Tasa. Tasa maana yake ni gani? Hakuwa na mtoto. Hakuwa na nini? Hakuwa na mtoto. Sarai alikuwa tasa. Hakuwa na mtoto. Sarai alikuwa mke wa nani? Abraham. Mke wa nani? Abraham. Okay. Haya. Huyo si sawa. Twende kwa Isaka. Nenda Genesis chapter number 25 verse 21. Genesis 25 verse 21. Changamka pale kwa haraka. Isaka akamwomba Bwana kwa ajili ya mke wake. Isaka akamwomba Bwana kwa sababu ya mke wake. Maana alikuwa tasa. Yeah. Mke wa Isaka alikuwa nini? Tasa. Mke wa Isaka alikuwa nani? Abraham. Mke wake alikuwa nini? Tasa. Isaka bibi yake alikuwa nini? Tasa. Twende kwa Yakobo. Nenda Genesis. Niambie kama Genesis 29 verse 31. Sasa patterns. Mwaerejote alioneshwa mama. Hawa si nyinyi jamaa mlikuwa mnasoma hizi vitabu. Msiwe watu mwandishi wa lesoni kasema, soma vitabu za roho nabii kasemaje. Ayo. Soma inasemaje msomaji? 29:31 Mwanzo. Inasemaje? Bwana akaona ya kwamba Lea hakupendwa. Bwana akaona Lea mke wake Yakobo hakupendwa, naye akafungua tumbo lake. Ndiyo akafungua tumbo la Lea. Bali lakini yule alikuwa anaitwa Rachel aliyempenda sana. Alikuwa hazai. Huyo ni nani? Rachel, mke wa moyoni wa Yakobo. Unadhani ni coincidence? Ni kawaida? Abraham mke wake Sara tasa. Rebeka mke wake Isaka tasa. Rachel mke wake nani? Yakobo nini? Tasa. Do you think ni coincidence? Alongo. Wasoma Biblia yako. Inaitwa generational curse. Mabaya inaweza wapata katika familia, inaweza pata katika nyumba zenu, inaweza pata maisha yenu. Kwanza soma 30 mstari wa kwanza. Hiyo kitabu cha Genesis. Sikiza Lea, Rachel vile analia. Soma hiyo nimesema Mwanzo 30 mstari wa kwanza. Twende. Naye Raheli alipoona ya kuwa hamzalii Yakobo mwana. Akati alipoona hamzalii Yakobo mwana, Raheli alimwonea ndugu yake wivu. Teremka. Akamwambia Yakobo, nipe wana. Nipatie, nizalishe, nipatie mtoto. Kama sivyo, kama utanipatia mtoto, nitakufa mimi wacha nikufe. Unafika mahali adu shide kwa wale ambao mnanielewa mpaka saa hii. Analia apate nini? Shida ilianza kitambo sana. Sio raana za kizazi. Achana na huyo mfano. Bwana nataka kuomba. Hii nafundishanga seminar ama ukikuja makambi unipata nilikuwa na muda na projector yangu. Nikupatie statement ambazo zinaweza kusaidia katika maisha yako. Mnajua Daudi. Wangapi wanamjua Daudi? Wangapi mnamjua Daudi? Biblia inasema katika Samueli wa kwanza 8, he was man after God's heart. Mungu alimpenda sana Daudi. Daudi alimuua Goliath. Ndiye alifanyika the second king of Israel. Alitawala kwa miaka 40. Mungu alimbariki, akampatia mke wa kwanza mzuri, mtoto wa Sauli. Alikuwa anaitwa Melika bin Sauli. Akapatiwa mtoto mzuri sana. Akawa mfalme aliyependwa, aliimba zaburi, alikuwa mtu wa kipekee. Lakini Biblia yangu inanipa kisa cha kushangaza. Katika kitabu cha Samueli wa pili, chapter number 11, wewe utaenda kusoma kwa muda wako. 2 Samuel chapter number 11. Daudi anakataa kwenda katika vita. Anabaki nyumbani, na pale kwa katika gorofa usiku akaona mwanamke mzuri. Ule mwanamke alikuwa anaitwa Berishaba. Alikuwa ni mke wake Uraya ambaye alikuwa ni mwanajeshi wake mkuu. Daudi akampenda kimapenzi. Biblia ya
Baba inaniambia kwamba akampenda, akamuita, akamchukua na akafanya usherati naye. Baada ya kufanya usherati naye, usiku ule Berisheba akapata mimba. Daudi akajua, watu wakijua Berisheba kona mimba na ijulikane ni ya Daudi, mambo itaharibika. Point number 2, akaamua kukava ile dhambi yake. Kila alichofanya Daudi akatumana Uraya, alikuwa katika vita, akamwambia Uraya kuja. Uraya alipokuja akamwambia, sikiza Uraya, nataka uingie katika nyumba yako, angalau umeoa juzi, upumzike na mke wako. Uraya akamwambia Daudi, mimi siwezi kukaa katika nyumba wakati wanajeshi wa Bwana wako katika vita. Uraya akakataa. Daudi akatumia plan B, akachukua pombe akampatia Uraya. Uraya kufika kwa nyumba yake, kwa mlango akaanguka hapo nje, akalala hapo nje. Daudi asubuhi akamuuliza, hautaingia kwa mke wako? Uraya akasema, kama ishivyo Bwana, siwezi ingia katika nyumba ya mke wangu wakati wanajeshi wa Bwana wapo katika vita. Daudi akamwambia, bas, plan number 3. Akachukua barua akaandikia Yoabu, akasema, huyu jamaa anaitwa Uraya, akifika mahali kuna vita, mweka mahali vita imechacha, na uambie wala askari wengine warudi nyuma. Ikafungwa barua. Uraya akabeba barua, akaenda nao katika vita, kampatia Yoabu, kamwambia chukua. Yoabu kusoma, kajua jamaa ni mbuzi kabisa. Yaani unapoa barua yangu akugua na uwezi soma. Mimi hata ukinituma na barua mpenzi wako nitasoma. Mimi siwezi. Uwezi nichanganya. Uwezi kunichanganya jamani. Uwezi, utanichanganyaje? Jamaa wakati Uraya, Yoabu aliposoma na akasoma ile barua, akamwambia Uraya, ingia katika vita. Na vita ikachacha. Na saa zile Uraya alikuwa the best man, akipigana vita, ile jeshi lingine likarudi nyuma. Kuangalia nyuma, akakuta kwa peke yake. Uraya akauawa. Daudi akawa ametenda dhambi ngapi? 2. Naomba mnisikize hapa. Daudi ametenda dhambi ngapi? 2. Ya kwanza ni gani? Usherati. Ya pili ni gani? Mauaji. Naomba mnisikize hapa, kwa maana hapo tunaenda kuomba. Baada ya hivyo Daudi akasikia kwa comfortable, lakini Mungu akamtuma nabii, alikuwa anaitwa Nathan. Akakuja katika Daudi, akasimama katika kiti cha Daudi, akamwambia, mfalme ishi milele, natamani nikupatia dini imetokea kule kwetu kijijini. Kuna mtu mmoja tajiri, alikuwa na mali na vitu zake nyingi sana, na Mungu alimbariki sana. Na kwa hiyo kijiji kulikuwa na mtu maskini, kalikuwa na kabuzi kamoja. Siku moja huyo tajiri akatembelewa na wageni, akatumana akachukua ile buzi ya ule maskini, tena kaikula na akaua kale kama maskini. Biblia inaniambia Daudi hakungojea hiyo taarifa iishe, akasimama kwa kiti chake, amekasirika, akamwambia Nathan, huyo mtu aliyetenda hivyo anastahili auawe na alipe mara 4. Ndio somo hiyo Biblia yako. 2 Samuel chapter number 12. Alisimama akasema, huyo mtu alipe mara ngapi? 4 times. Hapo jua kile amesema. There is power katika ulimi wako. Nilipe mara 4, ndio. Ndipo Nathan akamwangalia Daudi kwa macho bila kumwogopa, akamwambia Daudi, Mungu alikufanya mfalme katika Israeli, amekupa wake, mali na utajiri. Mbona ukaingia katika Ulaya ukachukua mke wake tena ukamua? Wewe ndiwe yule mtu, na kwa maana umesema Mungu huyo mtu alipe mara 4, nawe lahana ya Mungu upanga utakaa nyumbani kwako mara 4. Sasa maneno magumu sana. 4 times. Fujo wa Mungu itakuwa katika nyumba yako. Daudi akaanguka miguuni pa Nathan, akasema, ambia Mungu anisamehe. Ndipo Nathan akamwambia Daudi, wewe utakufa, lakini huyo mtoto mliozaa na Berisheba atakufa, na watoto wako 4 watakufa. Daudi akasema, nitafanya nini? Kwa hiyo Berisheba akazaa mtoto mzuri. Daudi akajaribu, ule mtoto akaungua. Daudi akajaribu kumsihi Bwana, saidia mtoto wangu asikufe, huyu mtoto ni wa baraka. Mungu akamwambia, sikiza, utavuna ulichopanda, lazima huyu mtoto akufe. Na akakufa mtoto wa kwanza. Kaambiwa na nabii wa Mungu, bado haujaona. Mungu alisema atapambana nawe 4 times. Baada ya kipindi kidogo, kijana wa kwanza wa Daudi aliitwa Amnon akampenda sister yake aliitwa Tamar.
Huyu kijana mpenda sister yake Tamar, na akatamani kufanya mapenzi na sister yake. Akasema sitakula mpaka sister yangu aniletee chakula. Mimi nakufundisha mambo magumu sana. Akasemekana mtoto wako Amnoni amekataa kula mpaka apelekwe chakula na sister yake. Daudi akasema kama niyo sababu apelekwe, sitaki Amnoni akufe kama ule mtoto mwingine vile alivyokufa. Amnoni kinajifanya kitaki kula, kimtu kizima kitaki kukula, kiletwe chakula na sister yake. Sister yake akapika, alitwa Tamar, akapika chakula kizuri, akalete katika sitting room, akamwita bro, kucha ukule. Akasema niletee bedroom. Hapo ndipo wanawake nasemanga, wanawake huwa wanachanganywa sana. Unapelekea mwanaume chakula bedroom. Na sister yake akasema as you wish my brother. Kakachukua chakula kakaenda nacho katika bedroom. Kuingia katika bedroom, Amnoni akamshika akamrep sister yake. Daudi alitenda dhambi gani? Wala baba mnakumbuka? Daudi alitenda dhambi gani? Alifanya usherati. Ya pili ni gani? Saa hii usherati unapatikana kwa nyumba yake. Mtoto wake Amnon anasharatika na sister yake. Mungu alisema hiyo. Yale ambao leo nashinda ukilalamika, watoto wangu wameharibika, nyumba yangu imeharibika. What have you done katika maisha yako? Watoto wangu ni walevi. Wewe ulifanya nini? Ulipanda nini? Watoto wangu wanisikii. Ulifanya nini? Inaitwa dada ya kizazi. Baada ya hivyo dhambi ya usherati ikapatikana. Absalom mtoto wa Daudi akasikia Amnon amerep sister yake, akachukua Amnon akampeleka mahali pa kukata mashamba na kukata kondoo manyoa, akalipa watu wawili wakampiga na kifaa butu kwa kichwa. Amnon akafa. Daudi alifanya dhambi gani? Alifanya dhambi gani? Usherati na nini? Mtoto wake Amnon akauawa, na ameuawa na brother yake. Damu na usherati katika nyumba ya Daudi. Baada hivyo Absalom akatoroka na akaenda kujificha. Alipoenda kujificha akakaa kule porini, akapatana na mzee anaitwa Ahithofeli. Ahithofeli alikuwa ango yake Berishaba. Huyu Ahithofeli akamwambia Absalom, unaweza chukua ufalme wa baba yako Daudi, chukua jeshi twende tumnyang'anye ufalme. Akatafuta jeshi, lakini akamwambia ukitaka mkosane na Daudi, nenda chukua wake za Daudi na utengeneze kiwanda tenti kubwa kama hii, ufanye usherati nao mbele ya Israeli wakiona. Absalom akakuja akachukua wanawake wa Daudi, akatandika hema kama hii, akazini nao hadharani, wake za baba yake. Daudi alitenda katambi kadogo. Alidhani wewe unaotenda dhambi dogo, umejificha katika nyumba yako, unaandalia watoto wako mabaya, unalia machozi. Siku itafika utasema pastor nisaidie. Mungu aliambia Daudi sitaingilia. Uliyavulia nguo utayaoga. Akazini nao mbele za watu. Neno soma Samueli wa 2:16. Jamani, unaona kama ni hadithi na kupatia. 2 Samuel chapter number 16 and 17. Read. Mimi naibiza watu, someni Biblia. Usiwe Mkristo wakuja kanisani na usomi Biblia. Baada kutenda kitendo kama kile, huyu kijana alikuwa anaitwa Absalom. Mwanajeshi mkuu wa Daudi aliitwa Yoabu. Yoabu aliposikia kile kitendo akamfuata Absalom na akamkimbiza. Hii miti ikamshika shingo Absalom na farasi yake. Yoabu akamdunga na mkuki. Mtoto wa tatu wa Daudi akafa. Wa kwanza ule wa Berishaba, wa pili Amnoni, wa tatu Absalom. Mungu alimwambia ni wangapi watakufa? Kukabaki mmoja. Wakati Daudi amezeeka sana, yule katika kitabu cha 2 Kings chapter number 2, Daudi amezeeka sana, akapatiwa kasichana, mke wa mwisho aliitwa Abishai. Mtoto wa Daudi alikuwa anaitwa Adonijah. Akatamani kumchukua Abishai na mfanye mke wake. Solomon akamchukua Abishai katika Absalom, Adonijah akamchukua Adonijah katikati ya madhabahu akamuua. Mtoto wa ina wa Daudi akafa. Mtoto wa Berishaba, Amnon, Absalom na Adonijah. Mungu akamwambia Daudi, nami nimetulia.
Unafikiria sehemu Mungu anakufurugaje? Lakini na habari njema, kuna mmoja anaweza funja hizi lahana leo, na siri ya kufunja hizo lahana ni moja. Msomaji, Mwalimu, kitabu cha Isaya 10 nipe 27. Sikizaji nikimalizia. Leo nimekupa injili ambayo utaitafakari katika maisha yako. Nenda utafakari. Kitabu cha Isaya 10:27. Twende. inasema 10:27 Isaya. Changamka mwanangu. Tena itakuwa katika siku hiyo, Itakuwa katika siku hiyo, mzigo wake utaondoka begani mwako, mzigo ambao umekulalia na nyumba yako utaondoka, na nira yake shingoni mwako, na nira yako shingoni itaondoka, nayo nira itaharibiwa, na ile laana ya kizazi Mungu ataivunja kwa sababu ya kutiwa mafuta. Siri ya kuvunja hiyo lahana ni kutiliwa mafuta. Wangapi tuko pamoja jamani? To be anointed, kutiliwa mafuta. Kwa njia gani msomaji? Mwalimu, Nipatie kitabu cha Matendo 10 nipe 38. Sikizeni. Haya ni maneno magumu sana nakupa siku ya leo, na uende ukose kuyasikia katika maisha yako. Nimesema kitabu gani? Matendo 10 yake ni ya 38. Soma mwanangu, inasemaje? Inasema hivi, Changamka. habari za Yesu wa Nazareti, Habari za huyu Yesu Mnazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta. jinsi Mungu alivyomtia nini? Mafuta. Mungu alimtia nini? Mafuta. Mungu alimtia Yesu nini? Mafuta. Yesu alitiliwa mafuta wakati gani? Nenda kitabu cha Luka 4 nipatie aya yake ni ngapi? Aya yake ni ya 14 mwanangu, changamka. Luka 4 yake ni ya 14. Inasemaje mwanangu? Inasema Yesu akarudi. Soma 18. Ile 18 twende. Inasema Roho wa Bwana yu juu yangu, Roho ya Bwana yuko juu yangu, kwa maana amenitia mafuta. Kumbe Yesu alitiliwa mafuta wakati Roho wa Bwana aliposhuka juu yake. Wakati tuko pamoja jamani, Roho wa Bwana alishuka wakati gani? Marko 1 mstari wake ni wa 10. Twende. Marko 1 yake ni ya 10. Inasemaje mwanangu? Inasema hivi, Inasema mara alipopanda kutoka majini. Mara Yesu alipobatizwa. Nataka uanzie mstari wa 9 ili watu washike maana. Ikawa siku zile, Ikawa siku zile, Yesu alikuja kutoka Nazareti ya Galilaya. Yesu alikuja kutoka Nazareti ya Galilaya, Akabatizwa na Yohana katika Yordani. akabatizwa na Yohana katika Yordani. Mara alipopanda kutoka majini, Yesu alipopanda kutoka majini, akaona mbingu zinapasuka, mbingu zile zilikuwa zimefungika zikapasuka, na Roho kama hua na Roho akashuka kama hua akishuka juu yake. Kumbe Yesu alitiwa mafuta wakati alipotoka majini. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ubatizo wa siku ya leo ni ubatizo special. Hao ambao mnaenda kubatizwa siku ya leo, naomba mtakapotoka majini, laana zote na shida zote na vitu zote ambazo zimefungwa ziishe katika jina la Yesu Kristo. Amina. Leo ni ubatizo special. Ni ubatizo wa kuvunja mizigo yote, laana zote, mambo mengi. Na vile nilisema leo si ubatizo wa kawaida. Naomba tusimame. Kwa maana sitaki kuendelea na hii semina. Tusimame. Kwa maana tumefika kipindi. Kila mtu tusimame jamani. Tusimame. Kwa maana sitaki kuendelea kuhubiri. Nimekuwa hapo katika majuma matatu nikikupa neno la Bwana na nikikuhubiria kila siku. Sauti ya Bwana leo inaitana. Na si sauti ya kawaida. Sauti ya mtu anasema, Bwana, leo nahitaji ubatizo speciali. Nahitaji ubatizo wa kipekee. Ubatizo wa kipekee ambao ule ambaye Yesu alipobatizwa akatiliwa mafuta, mbingu zikafunguka. Mzigo katika Isaya 10:27, mzigo ambao umekulemea katika mabenga ukaondoka. Sauti ikatoka mbinguni ikisema, huyu ndiye mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Mtu yote anayesema leo, pastor, nataka ule ubatizo kwa neema yake Mwenyezi Mungu, tunapoimba huko nasema twende kwa Yesu. Keyboard nataka uchukue keyboard, twende kwa Yesu. Tuimbe ule wimbo. Mtu yote anayesema leo, pastor, hakika nimechoka katika kuteseka, nimechoka katika mapito, hakika nimejiona maisha yangu ni kama ya Daudi, ni kama ya Ibrahimu, ni kama Yakobo na Isaka, lakini leo ningetamani maisha yangu ibadilike, nilende nimrudie Mungu wangu. Kama
kama hiyo ndio ombi lako, kuja mbele masaa ya mema, kwa maana leo sauti ya Bwana inakupa another chance. This is an opportunity to every person, to my brother, to my sister. Today you have a deep, una shida katika moyo wako, unasema na muhitaji Yesu. Watu wote wanaenda kubatizwa leo, kuja hapa mbele. Na wale wengine ambao unasikia leo sauti ya Bwana, kuja hapa mbele. Leo ni siku ya kipekee sana Mungu ambaye anakupenda. Leo tukufanya kuja hapa mbele. Tunapoimba unasema twende kwa Yesu, kwa maana the baptism ya leo si ya kawaida. Inayotenda kutendeka leo ni tunaomba Mungu avunje kazi zote za shetani katika maisha yetu. Tunapoimba wimbo twende kwa Yesu, tunapoimba na unatembea unakuja mbele. Na wewe ukisikia ile sauti, kuja, usiogope mtu leo. Huenda leo it is your new beginning katika maisha yako. Kuja watoto wakubatizwa, kuja kwa mbele. Kuja kaanza kutembea. Kuja usiogope mtu, kuja. Hata kama uko kule kwa teni, kuja kwa mbele. Leo ni siku, kuja leo. Sauti ya Bwana inakuita. Leo Mungu anataka kukuweka huru. Kuja, usiofie mtu, kuja leo. Kuja leo ni siku ya kipekee, kuja. Mungu anakuita leo, kuja leo. Utuende na sikisa, kuja. Leo ndio siku yako, Mungu anakupatia, kuja, usiofie mtu jamani. Kuja, ni siku ya kipekee, kuja. Sauti ya Bwana inakuita leo, kuja. Ni siku ya kipekee sana, kuja. Usiogope mtu, kuja leo. Uende leo ndio siku yako ya kipekee. Waje atwambia inamzungumzia. Shetani ni mwongo. Shetani anakudanganya kwa maana anajua kila amekupangia katika huu mwaka. Una nafasi leo ya kusema, Baba, mimi nataka haya maisha nimetosheka nayo. Nimepitia, nahitaji maisha mapya. Hebu niombe, kwa maana kuna mtu amebaki. Baba mtakatifu, ishi mahali pa juu mbinguni. Najua kuna baba, kuna mama, kuna kijana. Roho ya Mungu inamsukuma, inamwambia chukua uamuzi wa kipekee, lakini anaogopa. Naomba Baba ukatoe ule uoga katika jina la Yesu Kristo, ili watu wako leo wapokee mibaraka speciali katika jina la Kristo. Amen. Tuendeleeni kuimba, kwa maana najua katikati ya watu tumesimama kuna mtu nataka nimetoka sana rudi. Tafuta hiyo wimbo. Nataka tuimbe ule wimbo. Leo ni siku ya kumrudia Mungu wetu. Ni siku ya kumrudia Mungu wetu. Sikiza leo. Sauti ya Bwana inakuita leo. Nisipotoka kabisa. Njoo Baba. Sasa narudi. Mungu anakuita leo.
sana. Mungu anakuongelesha. Mimi najua kuna mtu amebaki. Hii ndio sauti ya huruma na kuita saa hii. Usiofie mtu, una nafasi. Koresta, naomba mshike vitabu msaidie kuimba jamani. Sana rudi. Ni wakati wa kumrudia. Mungu anakupenda sana. Usiishi maisha ya kuteka. Mungu akiwa na nafasi nzuri. Kile nasema leo kama mtumishi wa Bwana, leo ni siku ya kipekee sana. Naomba jamani tuombea watu. Nataka tuombe kwanza, bado tunaendelea kusubiri wengine. Biblia inasema, msomaji, naomba ili kwanza tupatie fungu Timotheo wa kwanza, nipe 2 aya yake ya 8. Naomba utupatie fungu saa tunapoenda kuomba. Nimesema kitabu gani msomaji? Timotheo wa kwanza 2 aya yake ya 8. Inasemaje msomaji? Basi nataka wanaume wasalishe kila mahali. Mwanaume aompeshe kila mahali, huku wakiinua mikono iliyotaka pasipo hasira. Iliyotakata. Naomba wazee wote wamebatizwa, wazee wale ambao wamewekelewa mikono, ordained elders, kwa kuja hapa mbele. Nataka tuombe ombi la kipekee. Wainue mikono kwa watu wa Mungu. Nami niombe Mungu aishie mahali pa juu mbinguni. Naomba wazee, wazee wote kama mzee umewekelewa mikono, kuja. Wazee muinue mikono yenu ikielekea watumishi wa Bwana. Kwa maana nataka maisha iwe tofauti. Jamani, tumechoka kubatiza watu kanisani na wanateseka. Wanarudi tena kupitia magumu. Inaniuma kama mchungaji. Na Mungu ametupa ujumbe wakati wa mwisho wa kuandaa kanisa la Bwana ambalo Mungu ataenda kutumia katika kutangaza kilio cha wakati wa mwisho. Naomba kwa sababu inakuja wazee wakaza mjipange na muweke mikono yenu juu. Muinue mikono yenu ikiwaelekea. Hivi tu vile tu unaona mmeinua waelekee. Vile Biblia imesema. Mimi kama mchungaji nitapiga magoti. I would like to pray. Naomba nawe kama umebaki hapo, nafasi hii nzuri, kuja. Hii leo tunaomba kuvunja minyororo na kuvunja kamba zote. Jamani, Mungu wetu ni wa kipekee. Kuja na nini, mko pale, naomba mnisaidie kuomba. Kila mtu aombe jamani. Mmebaki kule kwa tent. Kindly help me to pray. Wazee nyanyueni mikono yenu. Tuamini na tuombe. Baba na Mungu wangu, naja mbele zako masaa mema ya mchana. Nakushukuru kwa maana umetupa mamlaka. Katika kitabu cha Mathayo 28 haya 18. Umesema umetupa mamlaka ya kutangaza Injili, mamlaka ya kutangazia watu wako mwaka wa kufunguliwa. Katika Israeli kulikuwa na sikukuu ya Jubilii, ilikuwa ni sikukuu ya kufunguliwa. Tunapojiandaa kwenda makambi, naombea watu wako Baba wakaweze kufunguliwa, kamba zote, minyololo yote, mizigo yote, laana ya vizazi, mambo mabaya, dhambi ambazo zinawafuata kila siku zikakome katika jina la Yesu Kristo. Mungu wangu, natangaza kwa maana wewe Yesu Kristo ulituweka huru msalabani, hata leo ukaweka watu wako huru katika jina la Yesu Kristo. Wale wanateswa na uchawi, wanateswa na
ushirikina, wanateswa na mapepo, wanateswa na nguvu za giza. Baba ukaweke huru wale ambao wanateseka kwa sababu ya familia, historia ya kitambo, yale mambo yakakome katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa kusikia ombi letu. Wanapoenda kubatizwa, umetupatia ahadi ya kwamba Yesu alipotoka majini, mbingu zikafunguka, Roho Bwana akashuka, na ni ule Roho Bwana ana uwezo wa kuvunja watakapotoka majini, na kuomba ya Mwenyezi Mungu Roho wako akashuke na kuvunja ili watoto wako wakaishi huru katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa kusikia ombi letu, na asante kwa maana umetenda, na nikupitia jina la Kristo watu wa Mungu semeni amen. Mungu wabariki sana. Wazee turudi. Asante kwa kazi nzuri sana. Unajua tuko katika